Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina niite Apostle Newton, nimeokoka nampenda Yesu. Nashukuru Mungu kwa kunifikisha siku ya leo. Basi siku ya leo ningependa tujifunze kuhusu kutii. Na ningependa tuende moja kwa moja katika kitabu cha Mwanzo 12. Inaongelea kuhusu mtumishi wa Mungu Abrahamu. Maandiko yanasema basi Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Andiko hilo linatuonyesha kwamba Mungu alikuwa anaambia Abrahamu atoke kule nyumbani kwao, aende kule ambako atakao mpeleka. Ukiendelea kusoma maandiko utakuta kwamba baada ya Mungu kumwambia Abrahamu aende yeye na nyumba yao, alienda akachukua mtoto wa nduguye. Ikafika njiani Mungu akanyamaza. So Abrahamu akatamani kujua sana, mbona Mungu umenyamaza na umeniambia nitoke? Mungu aliporejea kuongea naye akamwambia, nilikwambia wewe tu utoke na nyumba yako, sikukwambia uende na ule. So ikabidi Mungu akamtenganisha na huyo mtoto wa nduguye, ndipo Abrahamu akaenda afikie ile hatima ya mafanikio yake. Sasa pale ile andiko linatufunza nini? Ya kwamba kuna watu ambao Mungu lazima akutenganisha nao ili ukaweze kufanikiwa. Kuna baadhi ya watu katika familia ambao Mungu lazima atakutenganisha nao ili upate kufanikiwa. Hata kuna baadhi ya watumishi Mungu lazima akutenganishe nao ndipo upate kufanikiwa. Maana kuna watumishi wengine hawatakii watu mazuri, kuna washirika wengine hawatakii watu mazuri. Sasa Mungu anakutenganisha na watu wa aina hiyo ili upate kufanikiwa. Ndipo Mungu alimwambia atoke nyumbani kwao, aende katika ile nchi atakayompeleka. So Mungu ili akubariki, hata kubariki ukiwa katika ile hali, lazima atabadilisha, marafiki watabadilika, hata kazi itabadilika, malipo itabadilika, hata kuvaa kutabadilika, hali ya kuongea kutabadilika. Yaani mambo mengi yatabadilika, sababu kuna baadhi ya mambo Mungu atakutenga nayo ili akaweze kuleta ujio mpya na kusafisha maisha yako ikawe mpya. Maana Mungu hawezi kubariki ukiwa katika ile position. Mungu alipoenda kutoa wana wa Israeli, aliwatoa kule Misri akawaambia twende katika nchi ya Kanaan. Ina maana pale ambapo uko na kuna baadhi ya watu ambao uko nao, Mungu lazima akufarakanishe nao ndipo akakupeleke pale ambapo unastahili. Huenda kuna kazi unapigwa vita, Mungu anaweza kufarakanisha nao watu au akutoe katika hiyo kazi akupeleka kwingine ndio upate kubarikiwa. So mpendwa, kuna kitu nafaa uelewe. Baraka za Mungu huja